Wanawake, katika time hii mumekwenda kujitweka mambo mpaka mumeghafilika wajibu wenu. Mimi nawaambia hivi, mimi najua kwa sababu ya uzembe mwingi wa wanaume wamebidi wanawake wachukue nafasi zao katika maisha. Kaya wamechukua mpaka sasa wataka kuchukua careers zote. Kila mwanamke siku hizi lazima awe na papers za careers. Ni kweli si kweli? Lakini dada zangu, watoto wangu mlioko hapa, wajukuu zangu wengine, mwajisumbua, mwajitia taklifu kubwa, kwa sababu sisi twafurahi kwamba mwatusaidia. Ikiwa wewe utakuwa engineer, mimi nitakaa. Ikiwa wewe utakuwa driver, mimi nitakaa. Ikiwa wewe umpanga kuwa electrician, mimi nitakaa. Lakini atakaye kusaidia wewe kazi zako nani? Sisi tushakubali kusaidiwa na nyinyi, na sisi tuwaweza kuwasaidia nyinyi? Hatuwezi. Kwa hivyo wewe panda, chukua karea, uwe pilot. Mungu akujalie uwe pilot, mashallah. Ruka futi 1050 huko juu, kisha ushuke uje uzae. Au utamwambia mzee, kwa kuwa mimi nina karia sasa wewe utazaa wewe? Tuelewana vizuri? Ukishazaa umalize, urudi kazini, nenda karuke huko futi 1040, kisha ushuke uje unyonyesha, kwa sababu matiti yote mawili uenda na wewe. Kama ngao ungeacha moja hapa tukamnyonyesha huyu. Kwa hivi mlilopanga nini? Mubebe careers, muchukue kazi za waume, kazi zenu zimebakia za zorota. Mwenyezi Mungu asema mtu anyonyeshwe maziwa ya mtu ndiyo awe mtu. Nyinyi kwa sababu ya shughuli nyingi mumekata shauri kupiga sindano kukausha maziwa. Watoto wanwe maziwa ya ng'ombe, wakiwa ng'ombe munyamaze kimya. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Watoto Mungu wampanga watoto wanwe maziwa ya watu, wawe watu kama watu. Ikiwa mtawigeuza kuwataka watoto wanywe maziwa ya ng'ombe, twawaona watoto walivyo ng'ombe at the moment, na hamna udhuru wowote isipokuwa kujipiga